Tupo na ndugu Imani Mwenda-Mseke ambaye ni Mtanzania anayeshiriki mashindano ya marathon ndani na nje ya Tanzania. Nje ya marathon, huyu ni a career guy, ni mtu ambaye ana taaluma yake kabisa, ni engineer wa kompyuta. Kingine ninachojua, ana mkanda mweusi kwenye karate. Tunakupongeza sana ndugu Imani Mwenda-Mseke, naomba wote tumpigie makofi kwamba amekimbia kilomita 42.2 kwa saa 3 na dakika 31 na sekunde 20. Bwana, makofi tena. Watu tunaweza tukakimbia kilomita 40 kwa masaa 40. Hongera sana. Sasa nikukaribishe Imani. Nimeweza kutambulisha kwa ufupi yale ambayo nayajua. Nikukaribishe Dubai kwa mara nyingine. Hii sio mara yako ya kwanza, naamini utatuambia safari yako katika marathon imekujaje, umefikaje hapo ulipo. Lakini kitu kingine ambacho naamini watu wanatamani kufahamu ni kwamba ulianza lini, ulianzaje, ulianzia wapi na kwa nini umekuwa mwana marathon. Nye kukimbia nadhani ndo ya kwanza ya kwa zima. Karibu Bwana Imani. Kama kuna kitu sijasema, unaruhusiwa kuendelea nacho. Asante sana. Nashukuru Bwana Justus, umekuwa mwenyeji wangu, umefahamiana kwa muda kidogo tangu tukiwa Tanzania, na kama ambavyo amenitambulisha, naitwa Imani Mwenda-Mseke kutoka Tanzania. Na Tanzania kwenye ukimbiaji nipo kwenye kikundi ama group au club inaitwa GRR. GRR ni Global Road Runners. Kwa hiyo niko pale kuanzia mwaka 2022. Na leo hii tupo hapa kwa sababu nimekuja kushiriki Dubai Marathon ya mwaka huu 2026. Safari yangu ya kukimbia mimi nimeanza mwaka 2019. Mwaka 2019 mwishoni ndipo nilipoanza kukimbia. Achana na UMITASHUMTA huko zamani vile kidogo kidogo sana, lakini kuja kusema sasa nakimbia mbio za barabarani za nje ni mwaka 2019. Na kwa nini? Kumekuwa na watu ambao walikuwa nikiona na furahi kuwaona wakikimbia, lakini pia sababu za ongezeko la uzito lilinifanya niingie kwenye mpambano wa kukimbia. Kabla ya hapo nimekuwa nikifanya mchezo wa karate kama ambavyo wametambulisha. Nimekuwa kwenye karate mpaka sasa ni zaidi ya miaka 15, sababu nimeanza karate 2005 2004 huko. Nimekuja sio kwa kufululiza sana, lakini kuanzia 2011 nikafululiza sana. Mpaka 2015 nikastop kidogo mazoezi, nikapata mwili. Sisi kwetu kwenye ukoo ni wanene sana. Yaani mimi nahisi wanaweza wakanishangaa kwamba ni mwembamba katika wanene wengi. Kwa sisi ni wanene sana. Kwa hiyo imeenda hivyo. Mwaka 2019 kwa haraka nilikuwa na kilo 99. Kwa naingia kilo 100. Sasa kilo 100 gunia la viazi na maharage unaweza kulifananisha. Kwa zile kilo 100 kasoro moja zikanishtua kidogo kwamba natakiwa nifanye nini ili niweze kupunguza mwili. Sasa sisi kwetu nimesema ni wanene, lakini pia sisi tunapenda kula. Kwa habari ya kusema diet, hiyo ni tatizo. Yaani usisema kwamba ninyime kula ili nipungue, hiyo siwezi kutoboa hata siku mbili. Yaani kusema kweli, kula tunapenda kula vitu vinona, yani kama nyama zinona nini hivyo. Kwa hiyo sehemu pekee ambayo nikaona natakiwa niweze kufanya ili nipungue ni kuongeza mazoezi. Sababu unapofanya mazoezi zaidi, maana yake kwa lugha nyepesi wanasema una burn more calories. Kwa kama unakula maana yake unaongeza calories. Kwa unatakiwa uzitumie zaidi ya zile ulizokula ili kusudi uweze kupungua. Kama unafanya mazoezi una burn calories 600 kwa siku, na wewe umeshakula vyakula yako umeingiza 1000 kwa siku, kwa una ongezo la 400 zimekaa pale. Kwa mara wiki mbili, mara mwezi, mara never unajikuta lazima unaongezeka. Kwa hata kama unapenda kula, basi kula, lakini hakikisha unafanya mazoezi ambayo yanaweza kwenda kuburn calories zaidi ya zile unazokula. Ndio siri pekee ambayo naitumia. Kwa hiyo mwaka 2019 nikasema sasa narudi kwenye karate, lakini pia nitafute na kitu kingine ambacho kitanifanya nipungue kwa haraka. Kwa hiyo nikaanza kukimbia.
nakumbuka naanza kukimbia. Yes, watu ambao walinifanya nikawa naona pia kukimbia ni kitu cha msingi. Kulikuwa na bwana mmoja anaitwa Nicholas Masabo na dada mmoja anaitwa Happiness. Happiness nimesoma naye undergraduate. Nicholas Masabo nilikuwa nakutana naye katika maisha ya mtaani. Sasa wale walikuwa wakikimbia wana application wana post hizi Strava na baadhi ya application afu wana post kwenye status. Amekimbia, naonesha yule muda aliokimbia, ramani aliokimbia na nini. Kitu hata sielewi distance zile, sielewi nini inamaanisha nini. Kwa siku moja nikasema basi ngoja kesho nitaanza kukimbia. Bwana mmoja anaitwa Joseph Mwaipaja akasema sasa wewe kesho njoo uwanjani Ukonga, Tanzania Ukonga. Kulikuwa na sehemu wanaitwa maveterani wanafanya mazoezi ya mpira na nini asubuhi. Kwa mimi asubuhi nikaamka nikaenda Ukonga uwanjani. Kapiga raundi ya kwanza na watu wengine. Kapiga raundi ya pili. Piga raundi ya tatu naanza kutembea. Nimechoka. Wengine wanafanya mazoezi wanakimbia, wanaenda wanazunguka. Baadaye nikapata bahati nzuri, kuna bwana mmoja, hizi ni marehemu, yeye alikuwa bonge na yeye. Kwa hiyo tukao angalau tunaweza kwenda speed moja. Ile pace moja ambayo ni karibu inafanana na kutembea. Na yeye ni mtu mzima. Kwa hiyo tukazunguka mara kadhaa, akaja yule lady inspire kwenda pale, ananipita ananizunguka mara 2 mara 3, nikaisha. Kwa hiyo nikaanza hivyo, nikajikuta natamani zaidi kukimbia. Kwa hiyo nikaendelea, ile siku haikuwa mwisho. Kwa hiyo nikaanza kufanya kilomita 5, kilomita 10. Kwa hiyo nikakaa hapo kwenye kilomita 10 mpaka kilomita 15 kwa siku. Kwa asubuhi nikitoka labda kilomita 10, kesho yake tena nitaenda kilomita 10 au 15. Kwa hiyo umbali mrefu ambao nilikimbia kabla ya kushiriki marathon ilikuwa ni kilomita 15.